Mzee wa Utopolo ametulia, tupo Chamazi hapa. Leo ni Dar es Salaam Derby. Kama unavyotazama na mzee wa Utopolo anaona kweupe asipate cha kujitetea. Mzee wa Utopolo, ni uoga wenzenu kwenda nusu finali au ni kipi? Kwanza bado mapema. Hilo ndo swala la kwanza. Unajua sisi wa timu ndio kitetezi chako cha kwanza. Kitetezi, unajua sisi wa timu waga tunakuja kwanza. Sisi tunaitwa machizi soka. Unajua kuna shabiki wa timu alafu yule oya ambao anasubiri mpaka fulani aende. Alafu sisi ambao yani hata tukikosa kuiona timu ya Yanga ndani ya siku 2-3, yani ni sasa na kumnyima mtoto wa baba, tunakosa vitu fulani mwilini. Sasa unaposikia Yanga inacheza aidha mechi ya ligi ama FA, baba mimi mechi zote, mimi kama mechi za saa 1, saa 8 niko uwanjani. Mechi za saa 10, saa 5 nipo uwanjani. Kwa hiyo muda huu bado mapema kaka, uwanja tunaufurulisha au kaka. Kwanza unaposema kwamba hiyo nusu kwamba kuingia anatochotisha ni nini? Mwambieni vile tuweze kutupiga. Wape hongera wanawewe, wape hongera. Kwa zile lede za jana kaka, lede kaka. Kwanza umeharibu uwanja, umeuchimba uwanja, unaambia Mwarabu jana anakimbia mpaka unaambia maji mpaka kwenye magoti, wamechimba midimbwi kila mahali kaka. Sasa mzee wa Utopolo, kwani mvua kaleta nani? Mvua si mvua. Wewe mvua gani ilikuwa inanyesha kapa ingiliza miwa? Mimi nipo Majoe kule, kulikuwa hamna hata mvua kule. Mvua ilikuwa inanyesha jana Dar es Salaam nzima, mvua imenyesha kwa Mkapa tu rafiki yangu. Mvua ukienda Kariakoo hamna, Temeke hamna, Gongo la Mboto kwetu kule hamna. Mvua ilikuwa inanyesha pingili za miwa kaka. Ule ushirikina na ukenyemba. Na mpaka chumvi jana ilikuwa imepanda madukani bei. Watoto wa muda wamenunua chumvi, wamezagaza pale nani pale? Benjamin mzima, Benjamin kwa Mkapa, chumvi imezunguka jengo. Unaionaje na ujenda? Simeona wale Waarabu wakati wanajikunguta miguuni, chumvi inavyowawasha. Mpaka wengine wanaruka hivi, naambia chumvi tupo pale. Sasa niwaambie ndugu zanguni, watoto wa mudi waambie mambo ya ushirikina jamani, mpira huu una mambo ya kisasa. Mambo ya ushirikina ushapitwa na wakati. Na ndio maana mimi kuliloga waga niwezi, ndio maana waga nakimbia. Ndio akiwapata Waarabu kama wale sio wapemba, ndio hiyo na waroga mchosiko anashinda vile vigoli viwili. Kwa hiyo mwambieni asitupigie kelele. Ile aweze kutupigia kelele, mwambieni akavunja rekodi niofikaga mimi nikarudi na medali hapa. Pale bado kaka. Kwanza hivi pale ndo tayari kacheza kajimaliza. 120 zote kamaliza. Pale kadondosha uchawi wote kamaliza. Kwa hiyo kumkodi kote Mamposa, magoli yenyewe alozimwadi yale magoli yale ya papatu, magoli ya kina Ashura, magoli ya jishuti la Elio Mpanzu unasema ya kina Ashura, lile jishuti lile kweli mzee wa Utopolo. Kwanza kilichomkosi jana Mwarabu, uwanja wenyewe watoto wa mudi walishauharibu, ulishakuwa majaruba ya mpunga. Mwarabu naomba kipiga mpira, ushawahi kucheza mpira makaratasi, unapigwa hata futi 2 au uende. Wewe mpira jana umeona mpira? Jana unapigwa mpira hata futi 2 au uende, unakuwa kama mpira makaratasi kaka. Kwa Mpanzu mwenyewe kwa sababu tayari alishakuwa kwenye kamati ya ukinyemba na Romana alifight ule mchezo. Waarabu kilichowashinda, kwa ukitaka uamini, angalia zile 45 za kwanza kabla uwanja hujakanyagwa, mimaji ile kakauka kidogo. Angalia Mwarabu ameshindwa kufight ule uwanja. Lakini kipindi cha pili unaona alivyochoka, goli amezipata dakika ngapi? Dakika 45 za kwanza kipindi mimaji imejaa uwanjani. Lakini kipindi cha pili baada ya kukanyagwa maji yale kufinyia kidogo, angalia mtoto mudi kama kapata goli, ndio piem 2 pale. Ndio akijumlisha na kule. Lakini si walikuwa wanacheza wote kwenye hayo maji? Kaka, ndio maana nimekwambia mvua ile ilikuwa watoto wa mudi sio ya Mwarabu. Yaani pale ile mpira jana tungeufaidi. Pale kungekuwa nchi kavu. Hebu angalia leo watu wenye heshima zao tunacheza leo, hamna hata jua, hamna hata mvua kaka. Mtoto wa mudi angalieni, kuna mvua leo jamani, kuna mvua leo. Jua linawaka pakavu. Mbona nyinyi mliwafunga 5 kwenye mvua? Ndio maana nimekwambia hivi, kwenye kamati ya ufundi mtoto wa mudi mimi aniwezi. Sasa yule Mwarabu kutokana hapa soka, nyinyi mna kamati ya ufundi nzuri. Unajua mimi namwezea wapi ujue? Kwa sababu ananiloga. Mtu yuko Tanzania hapa. Tofauti na mtu mloga anatoka nje za nje, huko magharibi ya mbali. Mtu siku akija hapa lazima ateseke. Sasa mimi unaniloga wakati mimi niko hapa. Na wakati jiji hili Tanzania hii nimeizoea, mvua, matope, kila kitu nimeyazoea. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye mechi za kimataifa watoto muda walikuwa wanatoka na kutetea mvua. Kwenye mechi ambayo nani wale? Walitufungaga 3 kwao, tukaja na msemo no street no surrender, tukambaga juu 4 pale. Iligonga mvua mpaka tunatafutana hapa. Mtoto muda tuangalie ile mechi. Kwa sababu mtoto wa mudi ukitaka uamini, kwenda na waroga wageni. Mwambieni haja niroge mimi kama anaweza. Yaani wezi, na ndio maana mimi na sasa hivi niko vizuri mimi mtoto mudi niweze, ndio maana uoga na hala mbele. Kwa hiyo tumwambie mtoto wa mudi, mambo ya ushirikina, mipira yao ile ya nani ile ya papatu ile, magoli ya nani yale ya zoa kaka, maisha ni kombolela butua uokoe wenzia, ashapitwa na wakati. Yale ni magoli ya zoa. Magoli ya zoa yale, magoli ya kina mama Edina yale kaka, magoli yale hata mwanangu anafunga. Magoli ambayo mtu anaenda kutenga mpira anakwambia anajivuta anaenda kupiga jishuti, fumua. Goli gani hilo kaka? Angalia mimi nimeingia nusu finali, nimeingia
finali bila penalti, magoli yote ya Winome. Magoli ya watoto wa Mudi yale ya jana yale, maisha Kombolela Butoro kwa wenzio kaka, magoli yale zoa kaka. Kwa mwambeni mtoto wa Mudi tena mbaya zaidi sikaingia nusu finali hii hapa. Sasa anaenda kukutana na anaenda South, alafu mbaya zaidi anaanzia hapa. Hapo anakwenda kule. Sasa taona balaa lake kaka. Mtoto wa Mudi aenda wapi? Mwambie aenda kavunje rekodi tuofikaga sisi. Yaani kufika nusu sio issue. Issue kufika finali, alafu arudi na medali apande kwenye meza ile ambapo watu wanakabizwa ubingwa na medali. Pale apande kama nilivyopanda mimi. Hapo ndio pana issue kaka. Mzee wa Topolo anasema hayo maneno hayo ndio yanayowaponza. Msijimalize sana hayo maneno. Wewe unasema wakifika finali wanaenda kucheza na Stellenbosch. Wakifika utasemaje mzee wa Topolo? Wakifika wafike wapi? Ndio biashara imeshaishia kaka, kwa sababu unajua kule alianzia kule, hapa kaja akajipanga kawabagia watu mvua. Sasa anaanzia hapa na wabagia watu mvua, kwa anaenda kumwagia zaidi. Sijui nielewana sijui. Unajua naye anza na anayemaliza ndio waga na faidi, ndio kilichotokea jana. Yeye Mwarabu kule kaanza kampa boda kule. Walipokuja hapa mtoto wa Mudi ndo kamaliza na mambo ya kinyebe. Hebu angalau ganga alivyokuwa amejaa jana pale. Wazee wafupi kama mbilimbi hivi, vifupi. Vinamkimbiza mpaka meneja wa uwanja. Jana walisema wanaleta wazee warefu. Nimekwambia hivi, majuzi kwa mkia juzi wanapokwenda kufanya mazoezi nani walionani Almasri walikutana na vizee vifupi kama mbilimbi. Meneja wa uwanja vimemkimbiza. Meneja wa uwanja ameambiwa kwamba uwanja tuachie, tuna kazi nao. Vizee vifupi kama mbilimbi vimeshinda wiki zima pale uwanjani na Mwamposa ndani. Mwisho siku sasa vizee vimeshinda ndani, Mwamposa kashinda ndani. Magoli yenyewe yale ya Losimwando yale ya papa ya magoli ya maisha ni Kombolela Butoro kwanza. Kwa mpira anafika wapi kwanza, kwamba anafika wapi? Kama mtoto wa Mudi kweli yuko vizuri, waambieni bodi ya ligi na TFF watupange nusu finali ya FA. Mtoto wa Mudi sura pale. Kama kweli kwenye mechi sasa hivi unajua hizi ligi tunakwenda na zikatakata mechi za mwisho hizi. Zibaki 5 kama 6. Kwenye mechi yao ile si hatuchezi. Ila sasa mtoto wa Mudi kama kweli yuko bora, vyovyote vile kama yuko bora, waambieni bodi ya ligi na TFF watupange kwenye FA. Mimi kesho kutwa nacheza na Stand pale kwa KMC pale. Na uhakika kuingia nusu. Na mtoto wa Mudi anakwenda kucheza na Mbeya City. Akienda vizuri atashinda. Ila kikavi baya Mbeya City anamgudua. Sasa kama yuko vizuri kweli, kaka mtoto wa Mudi gudu mbali. Mtoto wa Mudi wanipange nusu finali hii. Na Mbeya City nakwambia muogopi mtoto wa Mudi. Mtoto wa Mudi akienda vibaya kwa Mbeya City, wanamgudu mbali. Kwanza mimi nasubiria pointi zangu kutoka kasi kule. Walitoa siku 10, kesho siku ya 10. Tunasubiria tunakuja kupewa pointi za bure kaka. Kesho hiyo kaka. Kaeni waandishi habari, tegeni masikio. Tunataka iwe fundisho kwa vilabu vyote vya kwenye kutukimbia sisi. Sio kukiona daima mbele, nyuma mwiko mbio. Haiwezekani kaka. Kwa hiyo mwambieni mtoto wa Mudi pale ndo kawachokoza sasa. Na wale nani wale Masanda Wena, watoto wa Masanda Wena. Stellenbosch. Unaweza kuitamka Stellenbosch. Mimi bwana kwenye mambo majina ya kizungu. Sema Stellenbosch. Stellenbosch. Unajua mimi naongea Stellenbosch. I say majina mengine bwana. Mimi ndo napendaga kutamka Dar es Salaam Yanga ya mambo Stellenbosch kaka. Hayo maboti mengine sio kwenda sana. Sio Dar es Salaam Yanga. Ni Young. Young kicho Kiingereza. Young African. Mzungu anaitwa Young African. Waswahili tunasema Young Africans. Wewe sio Yanga bwana. Kiingereza. Maana watu unajua hapa kuna maneno mawili tofauti. Kwa Kiingereza inaitwa Young African, yani mtoto wa Afrika. Kwa Kiswahili Young African, lakini inakwenda humo watoto wa Afrika. Kwa hiyo Yanga ndo mtoto. Yanga. Kwa sababu yani anzilisho la Yanga alikuwaga ni chimbuko la Tanzania hii kuikomboa nchi hii. Na yule ambaye ni mkombozi wa nchi hii ni lazima awe mzao